Shangazi. Shangazi umenihitaji mimi? Wewe ni mtoto wa kike bwana. Alafu shangazi jiangalie. Kama tena huyo. Yaani ana bahati nguvu zangu hazijaja. Nguvu zangu zingekuja ningekuua. Muangalie. Sandra, hivi ndivyo wanavyoishi shangazi pamoja na kaka yako? Hii mbona ni fedheha sana, yaani wafiwa kupigana msibani. Ama kweli kiboko, yeye ina tofauti kabisa na Kambale, mdogo ndevu, mkubwa ndevu. Machibia, ni kawaida yao kugombana. Shangazi na kakanilo huwa walewani kabisa, yaani ni kama paka na chui. Isitoshe wale hawapiki chungu kimoja, yaani masaa wanaelewana, masaa wanagombana. Kwa hiyo wavumilie tu. Sawa, hebu naomba tusikizane kitu kimoja. Mimi nadhani sasa hivi wewe ni mke wangu halali. Nimeshalipa mahali, hakuna chote ninachodaiwa nyumbani kwenu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tuweze kuondoka. Yaani siwezi nikaendelea kaa kwenye huu msiba ambao tunapeana hofu. Muda wote unakuwa roho juu juu. Mtu anakuja na sururu kweli msibani. Ikitokea amedhuru mtu hapa. Nisikilize mpenzi. Naelewa kama washanilipia mahali, lakini aliyekufa hapa ni ifi yangu. Kwa kama tukiondoka katikati ya msiba italeta tafsiri mbaya. Mimi naomba uvute subira, uvumilie, sawa babangu? Alafu kisha tutaondoka. Sawa? Mtoto kazuri. Umependeza. Njoo uchukue zawadi tuwe marafiki. Asante jinga. Hii kali. Yaani ananikataa. Unajua kwa sababu wewe amekukatalia. Naomba nijaribu mikate nikubalie. Mwanangu. Ndio chukue tamu. Wewe acha mpumbavu. Yaani mtoto anatujibu dharau. Ni mtoto mdogo anatutukana. Shangazi, mimi nadhani hakuna chote ninachodaiwa. Nikimaanisha kwamba Sandra hivi sasa ni mke wangu halali. Kwa nini msiniruhusu mimi niweze kuondoka naye? Nikaachana na haya marumbano yanayoendelea hapa. Ni kweli unachosema mwanangu. Hudai chochote. Lakini huwezi kuondoka na Sandra kwa sababu kuna sherehe ya kimila inatakiwa ifanyike. Na hizo ni mila na desturi zetu. Na ndio maana unaona hapa sio kwamba nipo kimya. Mimi na force ili tuweze kufanya hiyo sherehe kabla tujamzika Sara. Tukishamaliza tu hiyo sherehe, wewe utakuwa huru pamoja na mke wako. Utafanya chochote unachokitaka na utaenda popote unapotaka. Sawa mwanangu? Shangazi, kinaendelea kitu gani hapa?
Familia. Oi. Oi, oi. Alafu wewe kama nakujua wewe. Ngoja kwanza tuange. Hivi ushawahi kula papai? Papai lilochanganywa na mnyonyo linakuaga tamu. Yaani ladha yake inafika mpaka kichwani, unabaki ai 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 ai. Umetulia mwenyewe, wamekufunga kamba, wamekuweza kweli. Unacheka cheka tu. Pumbavu. Sio. Haya, nieleze nini kimekuleta hapa? Miguu. Kwa unanijibu majibu ya kifedhuli, si ndio? Hivyo mtoto unatafuta nini mimi wewe? Chenga mara ngapi nimekukanya kuja katika nyumba yangu hapa? Sasa hii leo ndio onyo la mwisho. Haki ya Mungu na hapa. Endapo sikujia utakuja hapa, nitakuja kukufanya kitu kibaya. Toka. Toka. Mbwa koko, unaanzaje kubweka kwenye anga za mbwa wakali? Malaya wa kijiji wewe. Umenisahau sio? Shangazi uliweza kumuua baba na sio mimi. Umenisikia wewe Mwanga Kibonge? Hii vita bado mbichi. Yaani kazi. Naona umepata jeuri baada ya kushikamana na huyo mbwa nyenye Mshindo. Kitakulamba Tamala. Mimi na shetani tuna urafiki wa karibu sana. Nitakuhamisha hizo sehemu zako za siri niziweke hapo puani ili kila mtu anaziona jinsi zilivyokuwa mbaya. Utakufa vibaya wewe. Na kuhurumia. Shangazi, hakuna nafsi ambayo haitaonja mauti. Kila mtu atakufa, isipokuwa ni wakati tu. Kwa hiyo usindishe chochote kile. Wewe sio Mungu bwana. Unajiamini nini? Kwanza mtu mwenyewe mwepesi kama tishu. Yaani mweupe huna kitu chochote. Sasa sikiliza. Nitaweka jambo langu siku ambayo Simba wanacheza. Yaani siku ambayo utaingia mwezini. Wewe sijeuri wewe. Haya. Haiko sawa kabisa. Kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna mtu amejitokeza akasema uchimbe kaburi. Mtu aliyekufa ni Muislamu na anatakiwa aziko mapema. Wewe usifanye mwenda wazimu kati kuna wanda wazimu zaidi yako. Hizo pombe zako zisikupeleke mbio kati uona wote sisi hapa ni wapumbavu. Tuna akili timamu. Kwa hiyo uwe na mdomo wenye adabu. Sawa sawa? Una ukweli hapo, lazima tuseme ukweli. Unatatiza mtu kusema ukweli. Aha, kumbe wewe ni mwanda wazimu unazoeleka na kunasa makofi sasa hivi ukiendelea hapa. Basi mekiti basi. Sabali bale, lashi. Mpumbavu wewe. Nafsi ya mamako bado ipo inatangatanga. Nisaidie mamako. Wewe unajua unaponiambia hivyo unanichanganya sana akili yangu. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa kabisa. Na siku zote kama unavyojua mshika mawili moja humponyoka. Mamako ipo hapa ndani. Anatangatanga tu. Nisaidie. Lakini pia usikubali Sanda ule katikati ya msiba. Utampoteza. Watu wanataka uwe ndege wawili kwa jiwe moja. Mdogo wangu, mimi sina uwezo wowote ule. Yaani wewe kama unaweza kunisaidia wewe nisaidie tu katika haya mambo. Alafu unajua muda ni mchache, mambo ni mengi sana. Mimi nina uwezo wa kukushauri. Msaada tafuta wewe mwenyewe kwa uwezo wako. Hapa msibani kuna wachawi wengi. Fanya jitihada.
Nilo, baba mkwe wangu, naomba hii maiti ya Sara unipe nikazike mimi nyumbani, maana akiendelea kukaa hapa itaharibika bure na itachelewa kuzikwa. Mama, Sara ni mke wangu. Licha mke wangu tu, ni mtu ambaye nina uchungu naye. Kwa hiyo nakuomba uniachie Sara nikamzike katika sehemu yetu, na sio kuondoka kwenda kwako. Nalielewa hilo Nilo, kwamba ile maiti unapaswa kabisa kuzika wewe, sababu wewe umetolea mahali, nalijua kabisa. Lakini kutokana na sasa hapa nyumbani kwenu kuna sherehe ya harusi ya mdogo wako, basi naomba tu nikahifadhi pale nyumbani, ili kipita hii sherehe basi uje uchukue wewe mwenyewe, sababu wewe ni wa kiume, na usimwambie shangazi yako njoo peke yako. We mume wangu aonywe mara nyingi, akishupaza shingo yake huvunjika. Kuhukumu sio kazi yako, iache ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ifanye kazi yake. Hata Mungu anasema jisaidie nami nitakusaidia. Hayo maandiko umeyatoa wapi? Kwenye Biblia gani? Mwenyezi Mungu anakujua kuanzia unyayo wako mpaka utosi wako. Kizigo amenigusa sana, ameuchoma moyo wangu. Ni lazima na yeye aonje joto la jiwe ili ajue tamu au chungu. Nimekubamba we mama. Yaani unaleta janja janja hapa. Na kuona tu unavyozunguka kwenye hii nyumba. Vikao haviishi. Sasa nikueleze tu, hii maiti haitoki hapa na haiendi popote. Baba, naumwa bibi. Nasikia kizukizuki. Wewe mwache. Neno ningelijua kuja baada ya mambo kuharibika. Usipende kuamua jambo la mchana kwa kutumia akili za usiku. Hata kukaa kimya ni jibu tosha, mume wangu. Nitaonekana ni mjinga sana. Lazima na yeye Kizigo nimtie simanzi. Tena simanzi kubwa sana. Simanzi isiyo na mfano. Ni lazima nitamuonyesha ili ajue mimi ni nani. Maamuzi ni kwako. Mwache usimguse. Haumwi huyo. Shangazi, ameanguka huyo, acha nimpe msaada mimi. Wewe achana naye. Anajigeza tu hapo, haumwi chochote. Twende mwanangu. Twende. Alafu huyu ashikomele huyu. Amekomaa kijulikani kizee kisichana au vipi? Lakini muda wote yeye kuniingilia tu katika anga zangu. Sijui nitumie mbinu gani sijui. Naona ngoja kwanza, lazima nitatumia mbinu. Yeye hawezi kunifelisha. Sijawahi kufeli mama Kabichi. Sijawahi. Unajua Rozi, unajua kwa nini kila wakati natamani niwe na wewe? Kwa sababu wewe ni binti mzuri sana. Yaani kwanza jina lako, jinsi ulivyo, macho yako tu ukiniangalia Rozi. Yaani moyo wangu unaingia baridi kabisa, Na hasa pale unapotabasamu, alafu ukiniambia nakupenda. Mimi moyo wangu unakuwa unafarijika mno. Sitamani hata sekunde ni kuacha Rozi. Wewe dogo,
Mbona hujiheshimu wewe? Yaani umekaa mwembeni sehemu ya wazi na mwanamke wa mtu, mnashikana tu yani. Nisikilize dogo, sawa? Huyu mimi ni mwanamke wangu. Ni mchumba wangu ambaye nampenda sana. Naomba niachie mwanamke wangu. Tafadhali. Na kuomba kaa mbali na mwanamke wangu. Tulia mjinga wewe. Unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini? Usifikiri mapenzi ni kufanya mapenzi tu. Mapenzi ni sasampa. Huna hela baba. Huduma muhimu. Usifikiri mapenzi tu ni kufanya mapenzi kitandani huko tumemaliza. Mwanamke mzuri kama wewe unahitaji huduma. Hebu nisikilize bro. Kaa chini. Uzungumze na mwanamke wako, sawa? Alafu mwanamke akikwambia kwamba amekuchoka, hata kwa utani tu, yani huwa anamaanisha kweli kwamba amekuchoka. Maisha yako siyawezi mapombe. Huna pesa. Utaweza kunihudumia mwanamke mrembo kama mimi? Tafuta hadhi yako. Nimempata mwenye kila kitu. Anajua mapenzi. Sanjali na kutoa hela. Tafuta hela kijana. Rozi, hebu nimesikilize kwanza, sawa? Wewe mwenyewe unaelewa kabisa. Nimeachana mwanamke ambaye nampenda sana kwa ajili yako. Mimi siwezi kukuacha Rozi. Unatambua fika nimeutunza uvana wangu kwa ajili yako. Siwezi kukubali uchezee uvana wangu Rozi. Mimi siwezi kukuacha na wala sikubali endelee. Wewe nitakupoteza. Kijana, ukifanya kitu chochote kile utapotea. Alafu singangania wanawake wa watu. Tafuta hadhi yako kaka. Samahani jamani, naona kama msiba umepoa. Sasa mimi nilikuwa nafikiria kwa nini nisitoe show hata kidogo ili tupate burudani kwa wote. Mmeonaje hilo? Sande. Kwa nini unakuwa mjinga? Yeye unakuwa mpumbavu. Kwa nini unapenda kuchelewesha mambo? Sasa nisikilize. Hapa lazima tufungishe harusi yako kwanza, ndio tumzike wifi yako. Hapana shangazi. Hii haiko sawa. Hivi, sherehe katikati ya msiba. Nawezaje kuwa na furaha kati maiti ya wifi yangu iko ndani? Hapana shangazi. Lazima kwanza tuzike afu ndo tuje masuala mengine. Hebu toka hapa bwana wewe. Hata maandiko ya dini yamesema waache wafu wazikane wenyewe kwa wenyewe. Alafu hata mimi kidini nipo sawa. Ndoa ni muhimu kuliko msiba. Aliyekufa kafa, kashalala, hajui chochote kinachoendelea duniani. We vipi? Shangazi, kwenye hili acha nionekane tu sina adabu. Lakini siwezi kufunga ndoa kabla hatujazika. Jamani waungwana, naombeni tusikilizane vizuri. Hapa kwenye mji wangu kuna mambo mawili. Kuna harusi ya Sanda, kuna msiba wa mke wa Nilo. Hivyo basi, tutaanza na harusi ya Sanda. Kisha tutafata kumzika mke wa Nilo. Nafanya hivyo kwa sababu harusi ya Sanda ilitangulia kabla ya msiba. Na kwanza hata dini inasema kati ya harusi na msiba kinapaswa kitangulizwe harusi, kwa sababu wapenda nao tunaweza tukawachelewesha wakaachana. Tutakuwa tumemkosea sana Mwenyezi Mungu. Aliyekufa kafa, atusubiri tutamzika. Nadhani tumeelewana jamani. Hivi wewe shangazi unajielewa kweli wewe? Una akili timamu shangazi? Au ndo utuzi majaa? Tambua huu ni msiba wa mke wangu. Alafu unakaa mbele za watu kama hivi unaongea mambo ya kijinga kama hayo. Mimi sikubali ndoa ipite kama mke wangu hajazikwa. Mwenyekiti, naona mwenyekiti upo kwenye mji wangu lakini umenyamaza kimya. Nachoomba mwenyekiti ni ulinzi. Mimi ndio kiongozi hapa, nakosea adabu mbele yako mwenyekiti, umenyamaza. Naomba ulinzi mwenyekiti. Mimi ndio mkuu wa hii kaya, mimi ndio kiongozi. Nikisema nimesema mwenyekiti, na wewe unajua sheria zinasema kwamba kiongozi ndiye anayetamka neno la mwisho. Hapa ni ndoa, ndipo tuzike basi.
Jamani mama! Mama! Amka mama, amka! Amka mama, amka! Mama! Wewe ndio nyota yangu. Wewe ndio mlisi wangu mamangu. Mlisi wangu nani mwingine? Mama! Mama! Tamara, pamoja na Suzi. Mimi sasa Suzi, mbona unalia? Usilie mwanangu. Yaani kwa kufanya hivyo unakuwa unamkufuru Mungu. Mungu yeye ndo alikupa zawadi ya yule mtoto. Na yeye mwenyewe Mungu amempenda zaidi, ameamua kumchukua. Mimi nafikiri jambo la muhimu ni kumshukuru Mungu na kumwombea dua. Yeye Mungu atakupa faraja. Atakupa mtoto mwingine, tena anaweza kukupa hata mapacha mwanangu. Baba, unafikiri nitaenda kumwambia nini mume wangu? Nimepambana baba, nimepambana, nimepita kwenye wakati mgumu. Unafikiri mimi naenda kumwambia nini mume wangu baba? Suzi. Baba mwanangu. Hebu nisikilize mwanangu. Suzi. Ni sawa, ni kitu ambacho kimetukwaza wote. Lakini kwanza tumshukuru Mungu tumefanikiwa kulipa ile deni. Kwa hiyo kwanza tungejiandaa twende nyumbani. Hivyo vitu vingine tuenda kuzungumza tukiwa nyumbani. Au sivyo Tamara? Suzi, tunajua unaumia, jikaze. Pole, kila kitu kilichotokea ni mipango ya Mungu. Suzi, hebu nisikilize. Suzi. Unanisikia mama? Nisikilize. Usiseme hivyo. Suzi, hebu kidogo jiangalie na hali yako. Kwa sababu hapo ukilia sana utakuja kuamsha vitu vingine. Ni kweli Suzi, ungemsikiliza hata baba basi. Nyamaza. Pole, mama. Mzee Mshindo, mimi naona kama ningetangulia nyumbani ili nikaandae chakula. Badala yako niwaletea kwenu kule. Kwa hali niende naye peke yangu? Hapana. Mimi nafikiri kwa pamoja tuongozane wote. Twende mpaka nyumbani unisaidie. Usafiri wenyewe unauona wewe. Unisaidie kumshika mimi na kokota. Kama chakula utaenda kumpikia kule nyumbani. Basi sawa. Ndugu yangu, pole sana. Ni jinsi gani sasa huyu mtoto mdogo anaonyesha ukudharau sasa na kutaka kukutawala. Usipokuwa makini utaendelea kuwa chini ya utawala wake. Angalia sana, atamaliza kizazi chako, mwisho atakumalizia wewe. Fanya maamuzi mapema. Simama. Sisuse.
nataka kukua. Akina nani hao mwanangu? Wenzio. Mwandola, umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Umekuja kumla nyama mwanangu, si ndio? Kwani kuna nini kinaendelea? Hakuna kitu kinachoendelea, umeniulia mwanangu. Mwandola, umetoa furaha yangu Mwandola. Mwandola, umetoa furaha yangu. Uliniahidi utaniulia mwanangu. Leo hii umeniulia kweli mwanangu. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja.